نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، baadakum shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema nyingi ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia. Kwa muda mchache wa siku ambazo kwamba zimepita, tumeweza kuwa na watu wengi ambao kwamba wamefariki katika miji yetu, na ikawa hii ni fursa nzuri ya sisi kukumbushana kurejea kwetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kukumbushana hasatan namna roho zitakavyotolewa na namna roho ya mtu mwema na mtu muovu itakavyotolewa. Katika hadithi ambayo kwamba ni mashuhuri, hadithi ambayo kwamba inaelezea namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotoa roho, ni hadithi ya Bara ibn Azim radhiyallahu anhu qal, anasema huyu Bara ibn Azib, na ni hadithi mbili peke yake ambayo kwamba zimeeleza vizuri namna ya mtu atakavyorudi kwa Mola wake. Anasema ya kwamba kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulitoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar, kwenda kumzika mtu ambaye kwamba alikuwa amekufa katika watu wa Ansar. Fantahaina ila al-qabr, sisi tukafika katika kaburi kabla ile kaburi kuchimbwa. Fajalasa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustaqbil al-qibla, akakaa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anaelekea kibla. Wajalasna hawlahu, na sisi tukakaa kando yake tukamzunguka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi wakaeleza ile hali ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nayo, wakasema wa fi yadihi udun yankuthu fil ardh, na katika mkono wake Mtume ameshika mti au kigongo, anachimba chimba katika ardhi, kama vile sisi tunavyofanya tukiwa tumekaa mahali tumeshikilia kitu tunapiga piga. Basi Mtume alikuwa amekaa akiwa ameshikilia mti katika mkono wake na akichimba chimba. Farafa'a ra'sahu, akainua kichwa chake. Faqala, akasema ista'idhu billahi min adhabil qabr, ista'idhu billahi min adhabil qabr, ista'idhu billahi min adhabil qabr, jiepusheni sana na adhabu ya kaburi, jiepusheni sana na adhabu ya kaburi, jiepusheni sana na adhabu ya kaburi. Kisha akaendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea roho ya mtu mwema inavyotolewa. Akasema innal abda almu'min, hakika ya mja ambaye kwamba ni mu'min, idha kana fi iqbalin min al-akhirah
wa inqita'in min ad-dunya, akiwa yeye anakaribia kuondoka katika dunia, mauti haijampata na anaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nazala ilayhi minas samai malaikatun, wanashuka katika mbingu malaika. Malaika hawa wakaelezwa bidhul wujuh, kwanza nyuso zao zinang'aa, kaanna wujuhahumush shams, kana kwamba ule mwangaza ambao kwamba unatoka katika macho yao ni kama jua. Ma'ahum kafnun min ikfani aljanna, na wao wanakuja na sanda kutoka janna. Wa hanutun min hanutil janna, na wanakuja na manukato katika manukato ya peponi. Hatta yajlisu minhu maddal basar, mpaka wakae mahali ambapo kwamba macho yake yanaona. Watakaa karibu na yule mayit, yule ambaye kwamba anakuja kutolewa roho yake, wanakaa mahali ambapo kwamba macho yake yanafika. Thumma yaji'u malakal maut, kisha anakuja malakul maut. Akikuja malakul maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, malakul maut anakaa katika kichwa cha yule ambaye kwamba anafaa kuondoka, yule ambaye kwamba anaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqul, kisha anasema malakul maut kumwambia yule mtu, ayyatuha an-nafsu at-tayyiba, ewe nafsi ambayo kwamba ni nzuri, nafsi ambayo kwamba ni njema, ewe mja ambaye kwamba ni mwema, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, njoo uelekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, njoo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uone radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min as-safa, kisha min as-saqa, kisha ile roho itatolewa, na kutolewa kwake ni sawa sawa na vile ambavyo kwamba maji inatoka katika aidha mfereji, tone la maji linavotoka, au kama vile ambavyo kwamba mtu anamwaga maji. Ile hali ya kumwaga maji au tone kuanguka, basi roho ya mtu mwema itatolewa hivyo. Fayakhruju minha, kisha baada ya ile roho kutolewa, fa idha akhadhaha lam yad'aha fi yadihi, akishaitoa malakul maut yeye hata kaa nayo, itachukuliwa ile nafsi hata ya'khudhaha, akichukua fayaj'aluha fi dhalika al-kafn, kisha wale malaika wanaikafinia ile kafana ambayo kwamba wamekuja nao kutoka katika janna, wanaifinika ile nafsi ambayo kwamba imechukuliwa, kisha wanaipaka manukato ambayo kwamba wametoka nayo katika janna. Fayakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ardh, na ile harufu ambayo kwamba inatoka anapofungwa ile roho ya mtu mwema ni harufu nzuri ambayo kwamba haijawahi kupatikana katika ardhi. Fayasaaduna biha, kisha watachukua ile roho, wataenda nayo min kulli samain, katika kila mbingu, kisha hatta yuntaha bihi ila as-samai as-sabi'ah. Baada ya kuchukua ile roho na wanaelekea, malaika watakuwa wakiuliza, malaika wanauliza, ma hadhihi ar-ruhu at-tayyiba, ni nani huyu ambaye kwamba leo anakuja kwetu harufu yake ni nzuri? Fayaqulun, watajibu wale malaika ambao kwamba wamebeba ile roho, fulan ibn fulan, huyu ni fulan ibn fulan, kwa majina yake ambayo kwamba alikuwa akiitwa nayo katika dunia. Hatta yantahu biha ila samai dunya, mpaka watafika katika mbingu ya kwanza. Fayuftahu lahu, kisha watafunguliwa ile mbingu ya kwanza. Fayushayyuhu min kulli sama'in muqarrabuha ila samai allati taliha, wale malaika
katika kila mbingu hii roho ikipelekwa, malaika wanaisindikiza kuipeleka katika mbingu nyingine. Wanaisindikiza kwa sababu ni roho ambayo kwamba ni nzuri. Kisha wataenda mpaka watafika katika mbingu ya 7. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasema, uktubu kitaba abdi fi illiyin, andikeni kitabu cha mja wangu katika illiyin, katika mbingu ya 7. Andikeni matendo yake na kitabu chake katika illiyin. Wa aiduhu ila al-ard, kisha mregesheni katika ardhi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijukum taratan ukhra. Mregesheni katika ardhi kwa sababu kutokamana na mchanga ndio mimi nimewaumba, na watarudi huko baada ya kufa kwao na watafufuliwa kutokamana na huo mchanga. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi, sisi tushamzika pale, kishaondoka anaregeshewa roho yake. Fayatihi malakani, kisha watakuja malaika wawili. Haya ni matokeo ambayo kwamba yatatupata sote, na ni matokeo ambayo kwamba tunafaa tujiandae nayo sote. Atumuombe Mwenyezi Mungu tuwe katika hawa wenye roho yao itapokelewa vizuri. Kisha fayaqulani, watauliza wale malaika, fayujlisanihi, watamkalisha katika kaburi lake. Fayaqulani, kisha watamuuliza, man rabbuka, ni nani mola wako? Atajibu, atasema rabbi Allah, mola wangu ni Mwenyezi Mungu. Fayaqulani, kisha ataulizwa, ma dinuka, ni ipi dini yako? Atajibu, atasema dinil Islam, dini yangu ni Islam. Ataulizwa, ma hadha ar-rajulu alladhi ba'atha fikum, unasemaje kwa huyu mtu ambaye kwamba nyinyi mmeletewa? Watasema huwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemkubali kwamba huyo ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayuqalu lahu, kisha ataulizwa, wama ilmuka, na wewe una elimu gani? Atasema qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, nimekisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'an, nikakiamini na nikakisadikisha na nikakifanyia kazi. Watasema, watajibu malaika, watasema fa afrishuhu min aljanna. Kwanza fayunadi munadin, atanadi malaika, atasema an sadaqa abdi, huyo mja amesema ukweli. Fa afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna, huyo mfungulieni katika pepo, mvalisheni kutokamana na nguo za pepo, kisha ataingia katika pepo ambao kwamba pepo yake ataonyeshwa. Kisha fayatihi min rauhiha wa tibiha, atakuwa anasikia ile harufu ambayo kwamba inatoka katika pepo. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kisha kaburi lake litapanuliwa mpaka mwisho wa anapoona macho yake. Ile kaburi yake kwa ndani inapanuliwa mpaka mwisho ya yeye anapoona macho yake. Wayatihi rajulun hasanul wajh, baada ya hapo kutakuja malaika ambaye kwamba ni mtu atakuja kwa uso ambaye kwamba ni mzuri, hasanul wajh, anapendeza ukimwangalia. Hasanu thiyab, amevaa vizuri. Tayyibir rih, amepaka manukato mazuri. Fayaqulu, atasema abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, furahia kwa kile ambacho kwamba unataka. Hii ndio ile siku ambayo kwamba mlikuwa mmeahidiwa. Hii ndio ile siku ambayo kwamba ilikuwa ikizungumzwa katika Qur'ani. Atasema huyu mtu, fawajhuka alwajhu alladhi yati bilkhair, mimi nikikuangalia na kuona kana kwamba wewe umekuja kwa khairi, wewe ni nani? Atasema yule malaika, ana amaluka salih, mimi ni ile amali yako ambayo kwamba ni nzuri. Kisha mwisho hadithi, huyu
kwa sababu tayari ashaingia pepo na pepo yake imeanza katika kaburi yake, atasema rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali, ewe Mungu simamisha kiyama niende kwa watu wangu na mali yangu, kwa sababu tayari yeye ashapata pepo na hakuna dhiki yoyote ambayo kwamba anapata, na tayari anatamani kurudi kwa watu wake na kwa mali yake. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله, tumeona roho ya mtu ambaye kwamba ni mu'min, roho ya mtu ambaye kwamba ni mzuri, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe katika wale ambao kwamba roho yao itatolewa namna tulivyoeleza. Sasa tuangalie mambo ambayo kwamba tunayaogopa, na hii ni hali ambayo kwamba tunaelezana bali sio kutishiana. Dini yetu ni dini ya watu kukumbushana, bali hakuna mahali dini yetu imemtishia yoyote. Sasa tuangalie namna roho ya mtu ambaye kwamba sio mwema itakavyotolewa. Akaendelea katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa innal abdal kafir, na ikifika mja ambaye kwamba ni kafir, yule ambaye kwamba hakuyatendea, hakuwa tayari na hakujipanga kuenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, akikaribia yeye mauti yake, anataka kuondoka katika ulimwengu, nazala ilayhi minas samai malaikatun ghiladun shidad, watakuja malaika katika mbingu, watashuka sudul wujuh, ha malaika nyuso zao ni nyeusi, ma'ahumul masuh, kisha wamebeba nguo ambayo kwamba imetengenezwa na moto, fayajlisuna minhu maddal basar, kisha watakaa karibu na yule ambaye kwamba bado hajafariki. Huyu ni mtu bado sisi tunaongea naye kidogo kidogo, anapoteza network, kumbe yeye anaona mambo tayari, anaona malaika, anaona roho yake sasa hivi itaondoka. Sasa wale malaika watakaa sehemu ambayo kwamba macho yake yanaweza kufika, yeye atawaona. Thumma yaji'u malakal maut, kisha atakuja malakul maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, kisha atakaa malakul maut katika kichwa chake, fayaqulu ayyatuha an-nafsul khabitha, ewe nafsi ambayo kwamba ni chafu, nafsi ambayo kwamba ni ovu, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab, toka uelekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, toka uelekee kwa hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na laana zake. Qal fatafarruqa fi jasadihi, kisha ile roho itatolewa katika mwili wake, fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safudu min as-sufi al-mablul, ile roho itatolewa kama vile inavyotolewa thon, kama vile inavyotolewa mwiba katika nyama, au itatolewa kama vile ambavyo kwamba tunatoa nyama choma kwa ule mti wake. Baada ya kuitoa, hatta yaj'aluha fi tilka almasuh, ile nafsi itachukuliwa kisha itafungwa na ile nguo ambayo kwamba imetengenezwa na moto. Wa yakhruju minha
ويخرج منها كأنة ريح, kisha itakapofungwa ile roho itatoka harufu ambayo kwamba ni mbaya, ambayo haijawahi tokea katika ardhi. Mwenyezi Mungu atustiri. Fayasaaduna biha, roho yake pia itapelekwa katika mbingu kama ilivyopelekwa ile ya mtu ambaye kwamba ni mwema. Fayasaaduna biha, kisha watapanda nayo kuelekea katika mbingu. Fala yamurruna biha ala mala'in min almalaikati illa qalu, na hawatapita katika mahali ambapo kuna malaika isipokuwa malaika wanauliza, ma hadhihi ar-ruhul khabitha, ni nani huyu ambaye kwamba roho yake ni mbaya, nani ambaye kwamba huyu ni muovu? Fayaqulun, watasema fulan ibn fulan, watamtaja kwa majina yake ambayo kwamba alikuwa akiitwa nayo, majina ambayo kwamba watu walikuwa wakimwogopa nayo. Kama alikuwa ni kiongozi atatajwa kwa majina yake, kama alikuwa ni watu ambao kwamba kila tukiishi katika maisha yetu dhulma, watatajwa na yale majina yao ya kudhulumu. Kama ni wale ambao kwamba ni sahir, watu hawalali usiku, mnasumbua watu wakiwa wanalala, mnatajwa katika sehemu kama hii. Kama wewe unaingia katika zinaa, watoto wote ambao kwamba unawaona wasichana wa kike umewanajisi, unazini na miaka yako inaendelea kila siku, hii siku hivi ndivyo roho yako itakavyoelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yuntaha bihi ila samai dunya, mpaka watafika katika mbingu ya kwanza. Fala yuftahu lahu, mbingu itakataa kufunguka, watakataa kufunguliwa mbingu. Thumma qaraa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha atasoma Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma aya inayosema la tufattahu lahum abwabus samaa wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alqiyat, hatoingia peponi. La tufattahu lahum abwabus samaa, hii roho ya huyu mtu hatofunguliwa milango, samaa haitafunguka. Ikakuja hapa hata yalija aljamalu fi sammi alqiyat, hata lau kama atapita ngamia katika tundu ya sindano. Tunaofahamu ya kwamba haiwezekani ngamia akapita katika tundu ya sindano, lakini hata kama ngamia atapita katika tundu ya sindano, basi hii mbingu haitofunguliwa. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kisha roho yake itaregeshwa kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha ahibati fillah, baada ya mbingu kukataa kufunguka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasema hivi Mwenyezi Mungu, uktubu kitabahu fi sijjin, muandikieni kitabu chake katika sijjin. Wama adraka ma sijjin, kitabun marqum, sijjin iko katika ardhi ya 7 kutoka hapa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atasema uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, muandikieni kitabu chake katika sijil, katika ardhi ya chini kabisa. Kisha fatutrahu ruhuhu tarhan, roho yake itarushwa na malaika. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaeka hii aya, wa man yushrik billah fakaannama kharra minas samaa fatakhtafuhu at-tayr au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih, yule ambaye kwamba atamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fakaannama kharra minas samaa, ni kama mtu ambaye kwamba ameachiliwa
kutoka mbinguni, fatakhtafuhu at-tayr, kabla hajafika katika ardhi akawa anadonwa na vindege, au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq, au upepo mchukue umpeleke mbali kabisa na pale ambapo kwamba yeye alipoashiliwa. Fatuadu ruhuhu fi jasadi, kisha roho yake itachukuliwa itarejeshwa katika mwili wake. Fayatihi malakani, kisha watakuja malaika wawili, fayajlisanihi, watamkalisha huyu katika kaburi lake. Fayaqulani lahu, watamwambia man rabbuka, ni nani mola wako? Katika kitabu cha tafsir wamesema huyu mtu atashtuka kana kwamba hajawahi kumjua Mwenyezi Mungu. Atasema la adri, mimi sijui. Man rabbuka, ni nani mola wako? Mola ambaye kwamba kila siku anatajwa, mola ambaye kwamba amesema amekuamrisha swala 5. Leo wewe hukumbuki mola wako kwa sababu ya maasi ambayo kwamba wewe ulikuwa ukiyafanya. Fayaqulani ma dinuka, watasema ni ipi dini yako? Fayaqulu la adri, dini yako ni gani? Atasema mimi sijui. Fayaqulani ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, je, unamsemaje huyu ambaye kwamba sisi tulimtumiliza? Atasema la adri, sijui. Fayunadi munadin minas sama, kisha atanadi anainadi katika sama, atasema ankadhaba, amedanganya. Huyo anajua mola wake ni nani, lakini kwa sababu ya kibri yake hakusikiza yale ambayo kwamba ameambiwa. Ndio maana leo ameshindwa kutaja mola wake, hajui kitabu chake, hajui mtume wake, kwa sababu yote haya yeye aliyakadhibisha. Fafrishu lahu minan nar, kisha sauti itasema mpelekeni katika moto. Waftahu lahu baban ila nar, na mfungulieni mlango katika moto. Fayatihi min harriha wa samumiha, kisha akiwa katika ile kaburi atapata mvuke wa moto ambao kwamba unakuja, wa samumiha, na sauti yake. Wayudayyiqu alayhi qabrahu hatta takhtalifa fi adla'uhu, kisha kaburi lake litabanwa mpaka mbavu zake zitapitana. Wayatihi rajulun qabihul wajh, kisha atakuja mtu ambaye kwamba uso wake ni mbaya, anatisha. Qabihu thiyab, amevaa vibaya. Mu'tinur rih, harufu yake ni mbaya. Wanazuoni wanasema harufu yake lau kama tutasikia sisi duniani ikiletwa, basi sote sisi tutafariki. Kisha ataambiwa abshir billadhi yasu'uk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ataambiwa sasa, hapa wewe, haya ndo yale ambayo kwamba umeyachuma, na hii ndo ile siku ambayo kwamba wewe ulikuwa ukielezwa, siku ambayo kwamba kila siku ulikuwa ukikumbushwa. Atamuuliza yule mtu, man ant, wewe ni nani? Kwa sababu nikiangalia uso wako umekuja kwa ubaya, wewe ni mbaya. Ataambiwa ana amaluka alkhabith, mimi ni amali yako ile mbaya ambayo kwamba wewe ulikuwa ukiifanya katika huu ulimwengu. Hibati fillah, mwisho kabisa kumalizia hii hadithi, thumma yukilu malakan, kisha atakuja malaika ambaye kwamba a'ma asam wa abkam, malaika ambaye kwamba haoni, hasikii na haongei. Atakuja na bimatraqati min hadid, atakuja na nyundo ambayo kwamba imetengenezwa na chuma. Lau daraba biha jabalan la sara turaban, lau kama hiyo nyundo itapigwa nayo jabali,
jabali lote linageuka na kuwa mchanga. Fayadhribuhu, kisha atapigwa na ile nyundo. Fayasrihu sarhatan, atapiga kelele ambayo kwamba yasma'uha kulla shay, hiyo kelele inasikika na kila kitu, illa al-insi wal jinn, isipokuwa hiyo kelele hawatosikia wanadamu na majini peke yake. Ahibati fillah, kumalizia nitamaliza na hii shairi. Anasema mshairi, idha anta lam tazra wa absarta hasidan nadimta ala at-tafridhi min zamani al-badr, ikiwa wewe wakati watu wanapanda hautaki kupanda, watu wakiwa wanafanya amali njema wewe hutaki kufanya, basi utajuta ile siku ambayo kwamba kila mmoja atakuwa anafanya mavuno ya amali yake. Tafakkur fi mamatika kaifa yaghshaka al-kifan, fikiria wewe ile siku ambayo kwamba utafariki, ambapo kwamba wewe utafungwa sanda, wayuslimuka ila turabi wa yanqadi umri, na watu wanakupeleka katika mchanga na umri wako utakuwa umeisha. Ala innana kulluna sairuna ila alfanai, ndugu zangu, hakika sisi sote tunaondoka katika huu ulimwengu. Wala yabqa ma'a almali wal ahli ghayru alamal, wala hatutabaki na mali yetu wala hatutabaki na watu wetu isipokuwa tutabaki na amali yetu. Tara an-nasa yas'auna fi jam'ihim, utaona watu wanakimbilia katika kutengeneza dunia yao, katika kuwa na mali, katika kuwa na vyeo. Wayansawna anna al-manaya sari'atul qatl, na wanasahau ya kwamba mauti inawakimbilia na inakuja kwa mbio zaidi. Yughassiluka al-ahibbatu fi ma'in baridin, watakuosha wale wanaokupenda katika maji baridi. Walfuna jasadaka fi kafnin, kisha watakukafini, watakufunga na sanda. Wayadfinunaka wahdak, kisha watakuzika peke yako. Faturaddu ruhuka fi jasadika, kisha roho yako itarejeshwa roho yako katika mwili wako. Wayasaluka almalakan, na malaika wale watakuuliza, man rabbuka ma dinuka, ni nani mola wako na ni gani dini yako. Fayathbutu alladhi kana mu'minan muti'an, atakuwa na uthabiti na kujibu yule ambaye kwamba alikuwa ni mu'min na alikuwa ni mwenye kutii. Wayadhillu alladhi kana ghafilan 'asiyan, na yule ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ameghafilika, hiyo siku atakiona kile ambacho kwamba hajakiona. Aya nafi'ad dunya wa hiya za'ilatun, wewe ambaye kwamba unakimbilia dunia na unajua ya kwamba utaondoka. Turidu baqa'an, unataka kuishi hapa milele. Wal umru fanin sari'un, na umri iko na siku ambayo kwamba itaisha na wewe utaondoka. Ala ya ibn adam ma laka lahiyan, ewe mwanadamu una nini wewe mwanadamu? Wa innaka qad utita min al-aqli wal fahmi, na hakika wewe umepewa akili na ufahamu, umepewa akili ya kufikiria na kujua ya kwamba kuna siku utaondoka. Watu wangapi ambao kwamba tumewazika lakini bado sisi hatusome kwa hiyo mifano. Atarda an tabqa fi ghaflatin, je, nyinyi mwaridhia nyinyi kubaki katika ghafla, kubaki katika hali ya kujisahau mpaka ile siku ambayo kwamba itawapata nyinyi mauti? Wal mautu yas'a ilayka, na mauti inakuja kwako mbio. Wa yaqtaribu kulla yawmin, na kila siku unapoishi ndivyo mauti inapokuwa karibu na wewe. Sayaghliquna alayka baban fil lahdi, watu watakuweka katika
kaburi yako na watakufunika na ile mbao. Kwa wale ambao kwamba wanazika wananielewa. Wayadhhabul ahibbatu, na wataondoka wale ambao kwamba unawapenda na wanakupenda. Wayutrakul qalbu wahidan, na wewe utaachwa peke yako. Fa'amaluka ma'aka tusafir, basi ujua kwamba amali yako iko na wewe, inasafiri na wewe. Jua ya kwamba utaenda na amali yako, jua ya kwamba wewe amali yako ndio itakuwa malipo yako siku ya kiyama. In kanat salihatan anista, ikiwa matendo yako ni mazuri basi utakuwa umefauzu. Wa in kanat sayyi'atan halakta, na ikiwa matendo yako ni mabaya basi utakuwa umeangamia. Fa'amal li nafsika qabla ar-rahil, basi ifanyie kazi nafsi yako kabla ya wewe kuondoka katika ulimwengu huu. Wasta'id liqabrin dayiqin, na jichunge sana na kaburi ambalo kwamba linabana. Wa su'alin asirin, na maswali ambayo kwamba ni magumu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.